ويلتحق بهذه التفاصيل na anaungana na ufafanuzi huu taqsimu alhadithi sahihi ila 7 maratib, kuigawa hadithi sahihi katika daraja angalau 7. Kutokana na haya maelezo na ufafanuzi huu tunaweza kukuta hadithi sahihi nayo ikagawika katika mafungu mangapi? 7. Sasa hayo usiyaweke kichwani kama mtu mzima ukafanya manundu, ukiota pembe mimi sina dawa ya kuja kuzingoa. Yafahamu tu. Lakini hawa vijana ambao bado vichwa vyao havina majukumu, wache wanywe tu. Wewe sikilize, ukishazizoea basi ukizikuta mahali pengine utazizoea, lakini kwa vijana wache waweke kichwani. Ya kwanza, daraja ya kwanza kabisa katika hizo sahihi, mattafaqa alayhi al-Bukhari wa Muslim. Ni ile ambayo wamewafikiana Bukhari na kila mmoja akaitoa kwa vigezo vyake akasema sahihi, wa huwa a'la al-maratib. Na hii ndio inaitwa daraja la juu zaidi. Muttafaqun alayhi, maarufu inajulikana kwa jina la muttafaqun alayhi. Yani sasa Bukhari kaikubali kwa vigezo vyake na Muslim kaikubali kwa vigezo vyake. Hiyo ndo katika hizo za sahihi, hii inapewa kipaumbele. Thumma man farada bil Bukhari, kisha aliyoitoa peke yake, imfarada kawa peke yake Bukhari, Muslim hakuitoa. Thumma man farada bi Muslim, kisha aliyoitoa Muslim peke yake. Na hapa ndo tunasema ule ubishi mdogo uliopo, wengine wanasema Muslim yuko juu kuliko Bukhari, na hapa watapindua. Wataanza na man farada bi Muslim, thumma man farada bihi nani? Al-Bukhari. Umenifahamu vizuri hapo? Lakini walio wengi wanamweka Bukhari kwanza, halafu ndio nani? Muslim. Thumma kisha makana kilichokuwa ala shartihi, majua masharti yao, walam yukhrijahu, lakini hawakuitoa. Yani imetimiza vigezo vya Bukhari, imetimiza vigezo vya Muslim, lakini pengine hawakuipata, hawakuisikia, imewapitia mbali, kaipokea mtu mwingine. Lakini tukichunguza vigezo vyake na vigezo vya Bukhari na Muslim, inakwenda sasa kama kwamba kama wangeiona na wao wangefanyaje? Wangeitoa. Hiyo ndio inaitwa ala shartihima, ya sharti la Bukhari na nani? Na Muslim. Ambao hii wamefanya kazi wanazuoni kweli kuzichunguza hizo zilizokuja ala sharti al-Bukhari au ala sharti Muslim au ala shartihima. Manake haya yamefanyika, wao washakufa. Tunakadiria tu kama wangezipata wangezitoa. Bado halijawa jambo la hoja kubwa sana. Ndio maana umeona imeshuka, imekuwa ni daraja ya 4. Zimepita kwanza 3 kule juu, alafu ndio ikaja ikaingia hii. Tumeelewana vizuri hapo? Ni kama vile mtu umemwona anapita madukani ananunua vitambaa fulani hivi, halafu akasafiri. Sikio ukapita duka moja ukaona kama vitambaa kama vile anavyonunua. Vipo. Ukasema angeviona na hivi angenunua. Akaenda kishaondoka. Kwa hivyo unasema na hivi navyo katika mapenzi yake. Unavikadiria kwa sababu ya vile vigezo alipokuwa anatumia. Tumeelewana vizuri. Kwa hivyo haya ya mwisho yamekuja kukadiriwa tu kwa vigezo vyao alikuwa ala sharti al-Bukhari na Muslim. Thumma ma kana ala sharti al-Bukhari wa lam yukharriju, kisha lile timiza vigezo vya Bukhari peke yake na hakuitoa. Thumma ma kana ala sharti Muslim wa lam yukharriju, kisha kilichokuwa katika kigezo cha Muslim na hakukitoa. Ndio yale ya kule nyuma kwamba ilikuwa wamewafikiana wote, aliochukua Bukhari peke yake, aliochukua Muslim peke yake, na huko kwenye vigezo wamekwenda vile vile. Vigezo vya wote, vigezo vya Bukhari peke yake na vigezo vya Muslim peke yake. Kwa hivyo zinaingia aina ngapi? 6 tena. Na ya 7, thumma masaha inda ghairiha hima, kisha sena sahihi yoyote iliyokuwa kwa sokwa Bukhari na Muslim min al-aima, katika maimam kama Ibn Khuzaimah au Ibn Hibbani, mimman lam yakun ala shartihima, ambayo hajatimiza sharti la Bukhari na Muslim. Yani tena sasa kachukue sahihi kokote kule unakoona kwa imam mwingine yoyote, ndio inakuwa daraja la 7. Kaweka madaraja 7. Nimekwambia usiyaweke kichwani kama ni mtu mzima, yasome uyajue. Ukiota pembe sina msumeno wa kuja kuzingoa mimi. Vijana kunywa. Na kwa ufupi ni kwamba waliokubaliana Bukhari na Muslim inakuwa aina moja. Aloitoa Bukhari peke yake aina ya pili, aliotoa Muslim peke yake aina ya 3. Halafu unakuja iliyotimiza masharti ya Bukhari na Muslim kwa pamoja inakuwa aina 4. Iliyotimiza vigezo vya Bukhari peke yake inakuwa ya 5. Iliyotimiza vigezo vya Muslim peke yake inakuwa ya 6. Halafu ya 7 pata sote katika kila kitabu tena iliyokuwa sahihi. Kwa hivyo mara moja kuziweka kichwani kama mtu kichwa chako kinafanya kazi vizuri. Lakini naogopa msije mkaota mapembe watu wazima, msomeno wa kuyakata sina. Shartu Sheikhain. Naam. Kwa mpangilio huu wa madaraja kuna hadithi ambazo zilikuwepo lakini Bukhari hakupata kufanya kazi wakati. Bila shaka yote.
bila shaka yote, kwa sababu Bukhari na Muslim nasema hawakumaliza kazi. Ndio siku zote nilisema hapa, wale wanaotaka tujifunge tuwe kila kitu kitoke kwa Bukhari na Muslim na nje ya Bukhari na Muslim hakitakiwi, hawajafahamu. Kwa sababu Bukhari na Muslim wamefanya kazi kubwa, hatukatai, hawajamaliza. Sasa kama hawajamaliza, kwa nini sisi tujifunge tu na kile walichokifanya wao? Tunakikubali tukifanya wao, tunawapongeza, lakini kazi iendelee. Kazi iendelee. Kwani wewe ukioa mke kama kule kisha zaa huku tena ndo basi? Mzee, kazi iendelee. Haya, twendeni. Sasa tunaifafanua shartu shaykhaini. Lile sharti la Bukhari na Muslim au vile vigezo vyao nini hasa? Shartu shaykhaini, sharti la Bukhari na Muslim au vigezo vya Bukhari na Muslim. Lam yufsih ash-shaykhani, hawajaeleza kwa ufasaha mashekhe hawa wawili Bukhari na Muslim an sharti, juu ya sharti lolote sharatahu walilolishurutisha au ayanahu au waliloliainisha, yani kulitaja ziyadatan ala shuruti almuttafaqi alayha fi sahihi, zaidi ya masharti yaliyowafikiwa katika hadithi sahihi. Lakini albahithina, lakini watafiti, ndio maana kuna kazi imefanywa na watafiti kuyajua mambo haya. Lakini watafiti min alulamai, katika wanazuoni, dhahara lahum, imedhihiri kwao, imebainika kwao, minat tatabbu'i, tembili, neno hili la tembili, minat tatabbu'i, tatabbu'i, minat tatabbu'i, te ya kwanza ina shadda, te ya pili ina shadda, be ina shadda, minat tatabbu'i, gumu neno hili kulitamka, minat tatabbu'i, minat tatabbu'i. Te ya kwanza ina shadda kwa sababu hiyo lam shamsia. Te ya pili haina shadda, lakini be nayo ina shadda. Minat tatabbu'i. Kwa hivyo te ya kwanza ikazwe, te ya pili legezwe, be ikazwe. Stress, mambo stress katika language yao. Ukikosea mara unapeleka maneno kwingine. Yale ndio sema zote barabara na barabara. Barabara ni njia. Barabara maana kitu imara, madhubuti. Kuna moja inakazwa, moja inalegezwa, lakini liliandikwa vile vile barabara. Kukaza na kulegeza ni lugha, na ni muhimu sana kwa mtu yote anayesema lugha, hasa ikiwa si yake. Atahadhari kwa kweli, anaweza akasema jambo jingine kabisa. Hizi lugha za Kiasia mimi ndo naziogopa kweli. Lugha za Wahindi hizi, za Waarabu, wa China zinatisha. Kwa hiyo ukikosea kitu kidogo tu ushakwenda kwingine. Sisi Waswahili kuna watu hawatofautishi baina ngoa na ngoa. Kuna ngoa na kuna ngoa. Ngoa ni wivu. Ukimlilia ngoa unajipatisha dhiki, mpewa hapo konyeki. Ngoa ni wivu. Ngoa kitoe kitu kilichozama ardhini, hasa kama kimeota. Ngoa, ngoa, unaona pale? Unangoa na ngoa. Ukikosea umekwenda kwenye maana nyingine. Kwa hivyo minat tatabbu'i, kutoka na kufuatilia, wal istiqra'i, na kutafiti. Istiqraa ni investigation, utafiti wa jambo moja moja. Labda unaweza ukatumia nyingine kupekua, kwa sababu ukipekua unatizama kila kitu, na katika istiqraa unafanya upekuzi, kila kitu unakipekua. Unakitizama hiki, unakitizama hiki, nyumba nzima imepekuliwa. Maana kila kitu kimefuatiliwa, Ingawa Kiswahili cha Dar es Salaam kupekua manake kutembea bila viatu. Utahadhari kidogo, kwa sababu tuko kwenye kamera. Anapekua yule maana anatembea bila na pia lina maana nyingine ya ndani kabisa, ni watu wanaozini bila ya kinga. Anatembea peku yule, manake anazini bila ya nini? Ya kinga. Lakini hayo sasa maneno ya kihuni mle mitaani. Na sisi tumekaa nao wale mitaani wahuni. Tendeni. Kwa hivyo unakupekua, walistiqra, na kupekua li asalibihim, mitindo yao, wameipekua mitindo yao. Madhannahu, kile alichokidhani kullu minhum, kila mmoja katika wao, anahu shartahuma, kwamba hilo ni shart, anahu shartuhuma, kwamba ni sharti lake, au shartu wahid minhuma, au sharti la mmoja katika wao. Kwa hiyo baada ya kufuatiliwa wameonekana kama vile Bukhari na Muslim walikuwa na vigezo vyao na masharti yao walioyaweka. Hawakuyasema wao, lakini walipofuatiliwa imebainika kuwa hizi hadithi walikuwa wanaziingiza kwenye vitabu vyao kwa kuzingatia masharti fulani fulani. Kwa kufuatiliwa, lakini si kwa kusema wao.
Ni kama wewe umefuatana na mtu, mkenda mahala hivi, pana pipi, pana kashata, pana kahawa, pana maziwa, pana juice. Akamwambia nipe pipi, nipe na juice. Mkenda mahala pengine pana mboga ya mchunga, alafu pana halua, akasema nipe halua. Ukenda pengine pana soda ya club soda na Fanta, akasema nipe Fanta. Ina maana wewe utajua wewe anapenda vitu vitamu. Hakukwambia, lakini kila mlipokwenda alichagua vile vitamu. Basi wasema huyu ni mpenzi wa vitu vitamu. Lakini mwingine umefutana mahala pana maziwa, juice, kahawa, nipe kahawa. Umekwenda mahala pana mchicha na mchunga, nipe mboga ya mchunga. Umenifahamu? Pahala pengine pana kipurepure na shubiri, nipe shubiri. Hii utajua huyu anapenda vichungu. Hajakwambia, lakini wewe umemfuatilia, umemwona vigezo vyake, huyu anapenda vitamu, huyu anapenda vichungu. Au unamkuta mtu hapa anapenda Simba, Ulaya anapenda Liverpool, Uingereza. Unajua huyu anapenda vitu vya rangi nyekundu. Umenifahamu? Hapa unamkuta anapenda Yanga, si kule Bafana rangi za kiza tu, unajua huyu anapenda mambo ya kijani. Unamtafsiri kwa vile vitendo vyake na uamuzi wake, si kwa kule kusema. Hasa Bukhari na Muslim hawakusema masharti yetu ni haya, lakini walipofuatiliwa wameonekana wana vigezo maalum wanavyovizingatia katika kuchukua zile hadithi na nyingine kuziacha. Wa ahsanu ma qila, nazuri zaidi lililosemwa fi dhalika, katika hilo, anna almurada, kwa makusudio, bi sharti shaykhaini, ya sharti la mashaykh wawili, yani vigezo vya Bukhari na Muslim, au hadima mmoja wao, an yakuna alhadithu, kwamba hiyo hadithi marwiya min tariqi, imepokewa kwa njia rijali alkitabaini, ya watu wa vile vitabu viwili, au hadima mmoja wao. Yani kwa maana wale watu waliowatumia Bukhari na Muslim kukusanya zile hadithi, anao watu wake maalum. Kila ukichunguza katika kila hadithi ndio wale wanazunguka wale kwa wale, kwa sababu ndio alowaamini. Hao wengine hakuwaamini. Kwa hivyo na wewe ukenda ukatafuta hadithi kupitia watu wale alokuwa kawatumia Bukhari, katika hadithi nyingine ambayo Bukhari hakuipokea, utaambiwa umepokea hadithi kwa vigezo vya nani? Vya Bukhari. Kwa sababu ya wale watu aliowatumia kategori zake, au mmoja wao kama ni Muslim. Maamuraati, pamoja na kuchunga alkaifiyati, namna allati iltazama, aloilazimisha nayo ashaykhani, mashawili, fi riwayati anhum, katika kupokea kutoka kwa hao watu. Hizi ukenda ndani baadaye atakufafanulia uko mbele katika njia za turuku tahammul hadithi, njia za kupokea hadithi. Lakini Bukhari alikuwa mkali zaidi katika kupokea hadithi kuliko Muslim. Siku moja inaambiwa katika riwaya hikaya zake simulizi, alikwenda Bukhari kupokea hadithi kwa mtu mmoja, akaambiwa yuko kijijini huko, akamfuata. Alipofika yule mtu kwenye nyumba yake alikuwa na ngamia. Yule ngamia katoroka na hana kamba, anataka mkamate. Akakunja kanzu yake hivi. Kawaida akimlisha ngamia mtu hutia ngano kwenye kanzu hivi, alafu akamiminia kidogo yule ngamia akaja. Sasa hamna kitu kwenye ngano, akafanya kama anamimina ili aje amkamate. Yule ngamia na njaa akafikiri pana ngano, akasogea akamkamata. Akasema utanitoroka vipi? Akamfunga. Bukhari akachungulia akaona hamkuwa na ngano, akamwambia umemdanganya huyu ngamia, sikubali hadithi zako, wewe muongo. Akamwambia ningemkamata vipi, mimi siwezi kumfukuza mabio na nini, wewe Bukhari namna gani, umezidi tena, uongo gani huu, wao wanyama tu. Akasema kwa heri, sizitaki. Yeye alikuwa mkali sana. Muslim yeye anachukua, sema hili la wanyama tu, binadamu yote za kufanya ile, hata mie haliathiri ukweli wa mtu. Kwa hiyo utakuta Muslim kidogo kalegeza, Bukhari kafanyaje? Kakaza. Tumefahamiana? Na sasa ndo tukisema tukianza kuwafuatilia Bukhari na Muslim walipokusanya hadithi na walivyoziacha baadhi yake, tuweza kusema Messi iache. Kwa jambo hilo tu dunia leo ingekuwa leo ndo Bukhari kaletwa duniani ya kusanya hadithi, asingechukua hadithi ya mtoto mmoja. Sote hatufai. Sote mpaka mimi nasema hivi hadithi zangu Bukhari asingezikubali. Wewe mchezo na dunia leo ilipokaa imekaa mkao kutengua udhu, ghairu mumakinin maqadatahu, isingefaa hadithi ya mtu yote. Vigezo vile kwa wakati ule angalau bado watu wapo. Sasa hivi majini tu tunajazana humu ndani ya dunia.
Haya, tumefahamiana eh? Kwa hivyo ndio hicho kilichoonekana. Min rijali alkitabain au ahadima ma'a muraati, pamoja na kuchunga alkaifiyati, namna alati ambayo ilitazama wamejilazimisha nayo sheikhani mashaka wawili fi riwayati anu, katika kupokea kutoka kwa hao watu. Ndio kama Bukhari alivyokuwa. Na kuna kipengele kile cha kuandika na kuhifadhi. Bukhari ukifika kwake awape unazo hadithi ngapi? 10. Umeziandika, ilete. Anazikamata yeye. Haya, zisome hadithi ya kwanza. Anakusikiliza huko, anatazama ulivyoandika. Ikiwa unavyosoma na ulivyoandika vimekonda sawa sawa, anatia tiki, inaichukua. Ukikosea tu hii naiacha, tuende mbele. Umefahamu? Iwe umeiandika mpaka koma, pakupumzika, full stop, uwe unazijua kwa kichwa. Sasa Muslim akenda anakuambia umeziandika nipe. Ukikosea kidogo amerudia hapa kidogo, mbona hiyo uisomi sasa? Mara pili umerekebisha, unaijua wewe, imetokea tu, naichukua. Muslim kidogo anashusha kamba, lakini Bukhari kakaza. Tumefahamiana? Tusingefaa sote nakwambia katika dunia leo kwa vigezo vya Bukhari ulimwengu huu hakuna. Angechukua hadithi kutoka kwenye kompyuta tu peke yake. Ndio na hizo kompyuta yenyewe kama mwili zina collapse brain zile. Haya, twendeni. Kwa hivyo hiyo ndio hasa maana kaulihi muttafaqun alayhi. Maana kusema kwa wanazuoni hadithi hii ni muttafaqun alayhi nini? Idha qala ulamaul hadithi, wanaposema wanazuoni hadithi kwamba hadithi hii hadithi ilikuwa hadithi muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake au ina mapatano juu yake, fa muradu basi maksudi yao itifaqu shaykhaini, kupatana mashaikh wawili Bukhari na nani na Muslim, kwamba wote kwa vigezo vyao wameitoa hadithi hiyo, ndio inaitwa muttafaqun alayhi. Ai ittifaqu shaykhaini ala sihhati, kwa maana kuafikiana Bukhari na Muslim juu sahihi wa hadithi hiyo. La ittifaqul ummati, si kuafikiana kwa umma wote wa Kiislamu. Maana Shia wanaweza kuikataa, hata Ibadhi wanaweza kuikataa. Si lazima kuafikiane Waislamu wote wameafikiana Bukhari na Muslim. Lakini iko bahati nzuri tu ataisema, illa isipokuwa anna ibn Salahi, kwamba Ibn Salahi qala, akasema, ambaye ni mmoja katika wanazuoni wa fani ya hadithi, lakini ittifaqul umma alayhi lazim, lakini kuafikiana umma juu ya jambo hili ni lazima, min dhalika, kutokana na hilo, wa hasilu ma'u, na limepatikana pamoja naye. Kwa nini? Litifaqil ummati, kwa kuafikiana umma wote wa Kiislamu, ala talaqi, juu ya kupokea, matafaqa alayhi, walioafikiana nalo Bukhari na Muslim, bil qabuli, kwa kukubaliwa. Kitabu cha Bukhari na Muslim kinakubaliwa na Waislamu wote duniani, ingawa pengine katika baadhi ya vipengele tunapishana, lakini kwa ujumla wake vinakubaliwa, na kwa hivyo mutafaqun alayhi bado ina maana. Tumefahamiana eh? Hal yushtaratu fi sahihi an yakuna azizan, kipengele cha mwisho kwenye hadithi sahihi. Anauliza swali, je, inashurutishwa katika hadithi sahihi iwe aziz? Na tumesema azizi ni ile iliyokuja kwa njia mbili. Gharibu iliyokuja kwa njia moja, aziz imekuja kwa njia mbili. Mashhuri inaanzia 3 na kuendelea mpaka 9, mutawatir inaanzia 10 na kuendelea. Je, hadithi ili iwe sahihi lazima iwe azizi, lazima ije kwa njia mbili? Kwa maana nyingine, dini inasema mashahidi aghlabu wanatakiwa wao wawili, wastashidu shahidaini min rijali. Kwa hivyo je, hadithi ili tuikubali iwe na njia mbili kama vile mashahidi? Ikija kwa njia moja tuiache? Maana hadithi inayokuja kwa njia moja kaisikia mtu mmoja tu. Hii sheria ya mtu mmoja tu kuja kusema jambo, tunaipa nguvu kiasi gani? Nitafafanua kidogo. Mara nyingi usichunguza hadithi gharibu, zile hadithi zilizokuja kwa njia moja tu, yani kama sahaba mmoja ndo huyo tu kasema, hakuna mwingine aliyosema. Au katika matabiina kama ni mmoja huyo tu, hakuna mwingine. Mara nyingi zinahusu masuala ya matibabu au mambo ya faragha. Yani kama mtu alikuwa anaumwa na bawasiri, alafu akaenda, mimi na tatizo la bawasiri, akamwambia basi dawa yake chukua hivi, fanya hivi. Unafikiri mtume atawaita watu ambaye, jamani, huyu anaumwa na bawasiri, nampa dawa, njoni msikilize? Si atamwambia yeye tu alokwenda kauliza kwa sababu ya jambo lake. Akisha na yeye atatoka nje aseme, au kesha kufa mtume, sema mtume kanipa dawa bawasiri, mimi nilikuwa ninatoka nje kama mdomo nikafanya hivyo, atasema hayo? Kwa hivyo itabaki tena siri yake mpaka atakufa. Au atatokea mtu ana tatizo, akimwangalia, wewe njoo, wewe una tatizo la bawasiri ni? Njoo kufundisha dawa, mimi kanifundisha mtume. Atamfundisha mtu mmoja tu, yule mwenye ile tatizo.
na yule mwenye tatizo naye mpaka amkute mwenye tatizo ndo amwambie. Kwa hivyo hadithi za namna hii lazima zitakuja gharibu kwa njia moja, kwa sababu ni siri. Umenifahamu vizuri hapo? Lakini hadithi dhahiri za kila mtu, halafu sije kwa mtu mmoja tu huyo huyo, ndio baadhi ya wanazuoni wanazitilia shaka, wanaziweka pembeni zile hadithi zinazokuwa zina mtu mmoja, halafu jambo lake linahusu watu wote, analijua yeye tu peke yake. Wasema mtume hakuwa na tabia hii ya jambo la watu wote kumwelezea mtu huyu. Jambo la mtu mmoja ataambiwa mtu mmoja, jambo la wengi wataambiwa wengi. Kwa hivyo hadithi azizi, hadithi gharibu, zina azizi angalau ishakuwa na watu wawili ni ushahidi kuliko ile gharibu. Ndio maana baadhi ya wanazuoni hadithi gharibu wakaiona kama dhaifu vile. Si dhaifu, ina maeneo yake tu ya kutumika. Asahihu qawli lo sahihi anahu ya kwamba la yushtaratu fi sahihi, haishutishwi katika hadithi sahihi yani yakuna azizan, iwe imekuja kwa njia mbili. Azizi katika mambo ya fani ya mustalah maana yake ilikuja kwa njia mbili. Usije ukachukua azizi katika maana yako nyingine. Bimaana kwa maana an yakuna lahu sanadani. Unaona? Iwe na milolongo mingapi? Miwili anaitafsiri. Li'annahu, kwa sababu yujadu fi sahihaini, zinapatikana vile vile katika sahihi mbili za Bukhari na Muslim wa ghairihi na nyinginezo, ahadithu sahiha wa hiya ghariba. Hadithi sahihi nazo ni gharibi, yani zilizokuja kwa njia moja. Wazama baadhi ulama, na wako baadhi wanazuoni wamedai, zahama wamedai. Akishatumia neno zahama tayari keshaidhoofisha kauli yao. Zahama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna. Wamedai wale waliokufuru kwamba hawatofufuliwa. Zahama siku zote likija inakuwa kitu tayari, claim inakuwa ni claim tayari, ushaidhoofisha. Wazama baadhi ulama, na wamedai baadhi wanazuoni dhalika jambo hilo, ka Abi Ali al-Jubbai, na jina lake gumu kweli kulitamka. Abi Ali al-Jubbai, Jubbai inatoka neno Jubbai, mzee wa majuba huyu Al-Mu'tazili, ambaye mtazamo wake ni wa Kimu'tazila. Mu'tazila lilikuwepo kundi zamani katika dunia hii la Waislamu, lakini limetanguliza matumizi ya akili kupita wahi mpaka likazaa baadhi ya mambo ya ajabu ajabu mengi kwa kweli, ndio linaitwa Mu'tazila. Limekufa kama kundi, lakini fikra zao zimebaki katika baadhi ya vitabu, na kuna baadhi ya watu wanazifuata hizo fikra za Mu'tazila. Haya, wal Hakim, na al-Hakim huyu An-Naisaburi bila shaka mwenye kitabu cha Mustadrak, wakasema kwamba hadithi haiwi sahihi kama imekuja kwa njia moja, lazima ianze na njia ngapi? Mbili. Wa qawluhum hadha, na kauli yao hii khilafu mattafaqa alayhi al-umma, ni kinyume na walivyowafikiana waliobakia wote katika umma wa Kiislamu. Wao peke yao wamekuwa na mtazamo wa namna hii. Tusonge mbele. Al-hadithul hasan, tunasoma al-hasan. Al-hasan ni daraja ya pili ya hadithi. Kutoka sahihi tunakuja kwenye daraja la nini sasa? La hasan. Taarifu, utambulisho wake. Lughatan, katika lugha ya Kiarabu, huwa sifatu mushabbatun, ni sifa inayofananishwa na mtendaji, min al-husni, kutoka na uzuri, bi maana al-jamal, kwa maana ya urembo, kitu kizuri. Kwa hivyo hasan maana yake kitu kizuri. Istilahan, katika mapatano ya fani hii, ikhtalafa aqwalul ulamai, zimetofautiana kauli za wanazuoni fi taarifi al-hasani, katika kuitambulisha hadithi hasan, nadharan, kwa kutizama, li'annahu, kwa sababu hiyo hadithi hasan mutawassitun, imepita kati, baina sahihi wa dhaifi, baina sahihi na dhaif. Unatoka na sahihi alafu unakuja hasan alafu dhaif. Kwa hivyo hasan daraja la kati, dhaifu daraja la chini, sahihi daraja la juu, hasan daraja la kati. Sasa hapa katikati pana tofauti za wanazuoni katika kuelezea. Walianna baadhahum, na kwa sababu baadhi yao wanazuoni, arafa ahada qismaihi, katambulisha kimoja tu katika vigawanyo viwili vya hasan. Ile hasan ina vigawanyo vingapi? Viwili. Yeye katambulisha kimoja tu katika hivyo viwili, atabisema. Wasaadhkuru ba'dha tilka taarifati, na nitataja baadhi ya tambulisho hizo. Thumma, kisha akhtaru, nitachagua mimi, maarahu au faqa, na yoyona ni muafaka, min ghairihi, kuliko nyingine. Huyu ni mwalimu kwa kweli. Unamwona anapotirika mwalimu wetu, atakwambia wanasema nini watu, alafu mmoja akwambia mimi naona hivi. Huyu ndio mwalimu mzuri. Si lazima katika kila masala aoneshe msimamo wake. Mengine hayalazimiki kuonesha msimamo kwa sababu si makubwa sana. Lakini katika mambo makubwa unafundisha alafu utoi msimamo wako, ni tatizo. Kwa sababu ile anayeondoka pale hajui kajifunza nini kutoka kwako. Ata conclude. Sasa hebu tutizame hizi taarifu wanazoleta. Taarifu ya kwanza, utambulisho wa kwanza. Taarifu al-Khattabi, utambulisho wa bwana mmoja anaitwa al-Khattabi. Huwa ma urifa makhrajuhu,
anasema ni ile ambayo imejulikana ilipotoka, washtahara rijaluhu, na wapata mashuhuri wapokezi wake, wa alayhi, na juu yake madaru akthar hadithi, mzunguko wa hadithi nyingi zimo humu kwenye kapu la hasan. Wa huwa alladhi yaqbalu akthar ulama, na hiyo ndio ile inokubaliwa na wanazuoni wengi, wayastamilu, na wanaitumia amatul fuqaha, takriban wote watu wa sheria. Hivyo ndio alivyosema yeye katika kitabu kinaitwa Maalimu Sunan, chini kakwambia juzuu ya kwanza ukurasa wa 11. Lakini huyu anaonekana kama vile katoa maelezo zaidi kuliko kuitambulisha hadithi hasan ni kitu gani. Twende wa pili, taarifu Tirmidhi, utambulisho wa Tirmidhi. Abu Isa Tirmidhi mwenye Sunan Tirmidhi, naye ndo mmoja katika watu waliokusanya hadithi nyingi za daraja la hasan. Hadithun hasan rawahu Tirmidhi, hasan rawahu Tirmidhi. Kullu hadithin yurwa, asema kila hadithi inayopokewa, la yakunu fi isnadihi, hayumo katika mlolongo wake, man yutahamu bil kadhibi, anayetuhumiwa kusema uongo, wala yakunu al hadithu shadhan, wala hadithi haiwi kioja inapingana na mambo makubwa. Wa yurwa min ghairi wajhin, na inapokewa kwa namna nyingi zaidi ya moja, nahwi dhalika, mfano wa hiyo. Fa huwa indana hadithun hasan, hii kwetu ndio hadithi hasan, anasema Tirmidhi. Tazama namba 2, kitabu kinaitwa Jami'u Tirmidhi ma'a sharhihi, pamoja na sharhi yake Tuhfatul Ahwadhi, kitabu la ilal fi akhir jami'ihi, juzuu ya 10, ukurasa wa 519. Dude hili si mchezo la Tirmidhi. Wewe ukisikia hayo majuzuu na hizo kurasa tu peke yake, ukodi gari la punda kubeba kitabu.